Habari Tanzania, habari Afrika, na wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo natamani tuangalie jambo moja kidogo ambalo ni agano la damu ya Yesu. Ziko agano za vitu vingi, lakini nataka tuzungumze kidogo kwa habari ya agano la Yesu, damu ya Yesu Kristo. Nataka tuzungumze kidogo habari ya damu ya Yesu kama mjumbe wa agano jipya. Nitaanza kabisa kwa kusoma Isaya 9:6. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Sasa kumbe kabla tujaendelea mbali, agano la kuzaliwa kwa Yesu limebeba vitu vikubwa vitatu. Moja, kuzaliwa kwa Yesu ni zawadi kubwa zaidi Mungu kuwapa wanadamu, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Kwa Yesu alizaliwa kwa ajili yetu kama zawadi kwetu. Mwanadamu alipokosa Edeni kwa mara ya kwanza, Mungu alichokifanya nini? Alimfanyia mavazi akiwa ndani ya Edeni, akionyesha ishara kwamba nitakufuata. Mungu akataka kuangalia Abraham amemfanya kuwa project baada ya project nyingi, akampa assignment ya kumtoa mtoto. Hakutaka kuangalia, je, Abraham yuko mfano wangu? Je, ni wa tabia yangu? Ile kutolewa kwa Isaka ilikuwa pia ni prophecy, inawakilisha kwamba kuna mtu atasacrifice, kuna sacrifice itatokea. Kwa kuzaliwa kwa Yesu kutokea kwa nabii Isaya anatabiriwa hapa 9:6 ni zawadi kwanza. Kwa moja, uko kwenye agano ambalo ni zawadi. Ukisha mpokea tu unaingia kwenye agano la zawadi, kwamba ni zawadi ya pekee kwa Mungu anampaga mwanadamu. Kuzaliwa kwa Yesu ni alama ya kivizazi. Kuzaliwa kwa Yesu ni alama ya kivizazi. Kwa nini? Kwa sababu baada ya Yesu ya kuzaliwa tu, majira yalibadilika. Wewe unaabudu mizimu, utasema, unapozungumza miaka utasema baada ya Kristo au kabla ya Kristo. Wewe unaabudu Mungu, utasema BK na AD. Wewe unafanya chochote